Haleluya, watu wa Mungu. Tuko pamoja. Unisikilize, leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 10 2025, na leo ni siku ya Jumapili, na sasa hivi ni saa 5:01 asubuhi. Hatujaingia mchana bado. Kuna kitu ambacho natamani niseme na kanisa, lakini si kitu cha kanisa tu, ni kitu kinacholihusu taifa na nchi pia kwa ujumla. Ni kitu kinacholihusu taifa na nchi pia kwa ujumla. Kinacholihusu taifa na nchi pia kwa ujumla. Siku zote Mungu ana kawaida ya kusema na watumishi wake. Kwa nini Mungu aliwachagua manabii na kwa nini Mungu aliwaweka manabii? Haleluya. Amen. Mungu aliwaweka manabii akiwa na kusudi kabisa. Sio kwamba manabii ni watu bora kuliko watumishi wengine. Sio kwamba manabii wanastahili kuliko watumishi wengine. Sio kwamba manabii ni bora zaidi ya watu wengine, ila Mungu amewaridhia neema kwa sehemu yao. Petro wa pili ile sura ya 1 na ule mstari wa 21 anasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walianena hiyo toka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Tusishangae kutokea sasa kukaweko na pigo la kiuchumi. Kukaweko na pigo la kiuchumi kwa sababu niliona hitilafu kubwa sana ya umeme. Viwanda vingi, nyumba nyingi zikiwa zimezuliwa kwa shoti za umeme tena kubwa sana, lakini roho za watu wengi zikiwa zinaokoka. Yaani sijaona maafa ya roho nyingi za watu, ila nimeona maafa ya mali nyingi za watu. Na Mungu akaniambia hili ni shambulizi la kiuchumi, kwa mashetani ameinuka sasa, anataka alipige kanisa, aipige nchi, aipige dunia katika engo ya kiuchumi. Na tusishangae kuanzia sasa unapata habari hata kwenye vyombo vya habari kwamba bana kiwanda fulani kimeungua, wameokoka watu kadhaa, labda amefariki watu kadhaa. Kwa sababu wakati nazungumza hilo swala jana na niliona kama nyumba nyingi sana paa zake zote hazipo, zimezuliwa, na ilikuwa ni hitilafu kubwa sana ya umeme. Na tusishangae kuanzia sasa unapata habari hata kwenye vyombo vya habari kwamba bana kiwanda fulani kimeungua, wameokoka watu kadhaa, labda amefariki watu kadhaa. Kwa sababu wakati nazungumza hilo swala jana na niliona kama nyumba nyingi sana paa zake zote hazipo, zimezuliwa, na ilikuwa ni hitilafu kubwa sana ya umeme. Haleluya. Na itakuwa ni hatari sana, kwa sababu ni ufalme wa adui umesimama kwa ajili ya kupromosha uchumi, kwamba roho za watu wengi zitasalimika, lakini watu wengi sana watashuka kiuchumi. Na usishangae kusikia viwanda vikubwa duniani kuanzia sasa ninapozungumza, usishangae vinatokea viumbe vya ajabu sana duniani. Vingine vina mionekano ya kibinadamu, lakini sio binadamu, ila ni viumbe vya ajabu sana duniani. Vingi sana vina mionekano ya kibinadamu. Lakini kitu kingine pia cha tatu, usishangae kusikia kwenye mbuga au hifadhi nyingi sana za wanyama kunatokea na ugonjwa wa kuua. Usishangae vyombo vya habari vinatangaza, vinasema bwana, hifadhi fulani kuna ugonjwa umetokea bana, wamekufa wanyama kadhaa. Lakini nasema uchumi wa wengi utaporomoka sana, hasa kwa wasiolitumainia jina la Yesu. Hasa kwa wasiolitumainia jina la Yesu, uchumi mwingi sana utaporomoka. Nimesema jambo la kwanza. Haleluya. Shetani na kuzimu, yani mipango yake yote, wanakusudia kuleta mlipuko mkubwa wa ajali za moto kupitia hitilafu za umeme nyingi sana, shoti za umeme. Moto huo utakuwa na uharibifu mkuu wa roho za watu, yani vifo vya watu binafsi, bali utaleta uharibifu mkubwa sana
kwenye mali za watu. Vingi sana vya watu vitaangamia, vingi sana, hasa kwenye kipindi cha masika. Haleluya, haleluya. Hili swala ni swala ambalo ni pana sana, lakini najaribu kuliongea. Sitaliongea kama nilivyoliona, lakini naliongea hivi angalau mtu mmoja apate kunielewa. Usishangae kusikia viwanda vikubwa vya uzalishaji vikiwa vinapitia hatari hii. Yaani usishangae, kwa sababu wakati nazungumza hivi nilikuwa naona watu wanalia. Naona vilio, mtu anasema Mungu wangu, nyumba yangu imeungua, Mungu wangu, mali zangu zimeungua. Hana kiwanda changu kimoja, lakini wamepona. Maana yake kama walikuwa lakini ni pigo linakuja la kiuchumi. Sema Bwana Yesu, nisaidie niwe salama. Nisaidie niwe salama.